Jaribu kufikiria mtoto wa miaka 14 anapata mimba akiwa bado yupo shuleni. Familia yake inamshauri aitoe, marafiki na wanafunzi wenzake wanamsema vibaya na kumtenga. Mhusika aliyempatia mimba, licha kuwa anampenda, analazimishwa kukatisha mahusiano naye. Binti ndogo anaamua kuchukua maamuzi magumu sana ya kumlea mwanae peke yake, yani single mama, licha ya magumu anayopitia. Hii ni story moja itakayokugusa sana na kukufundisha mambo mbalimbali kama upendo, ukweli, maumivu na shida. Mimi naitwa JD na hii ni John Recap. Basi tusipoteze time, twende tukaitazame story yetu ya. Bana, leo kuna huyu binti alikuwa katoka shuleni akiwa na furaha sana. Akaelekea pembezoni mwa mto kupunga upepo. Jina lake binti anaitwa Miki. Kuangalia pembeni akamwona kijana mmoja akakaa. Basi Miki akamfuata na kumsalimia kwa kumtania. Jina lake kijana anaitwa Satoshi. Yaani ni marafiki wanaopendana sana. Mazingira alikuwa poa sana. Miki na Satoshi wakawa wanapiga story mbalimbali. Mara Miki akamwona mbwa pembeni kakwama kwenye daraja. Bila kuuliza akasimama na kuelekea kumsaidia mbwa. Satoshi akaogopa kuhusu usalama wake. Akawa anamfuata Miki pembeni kuhakikisha anakuwa salama. Lakini ghafla Miki akateleza na Satoshi akajirusha na kumdaka. Lakini baada ya muda wote wakaangukia kwenye mto. Kwa bahati nzuri mto haukuwa mrefu sana na hakuna aliyeumia. Basi wakawa na furaha na kuanza kucheza kwa kujirushia maji pale. Baadaye wakaketi chini pembeni. Mazingira yalikuwa safi sana na ikawa ni moment tamu sana kati yao. Pia wakamuokoa na yule mbwa pia. Jioni kafika, badala ya kwenda nyumbani wakaamua kutembea pamoja na wakaelekea kupiga picha pamoja na kucheza. Lakini mara wakafika vijana wa rika yao ambao ni waonezi. Wakawaitisha pesa. Haraka Satoshi akamshika mkono Miki na wakatoka pale mbio. Vijana waonezi wakawaungia bana na baadaye wakakamatwa na kuchezea kichapo cha maana. Kwa bahati nzuri kuna wachezaji wa baseball walikuwa wanapita mitaa hii. Waonezi wakaogopa na kutoroka. Satoshi na Miki wakaitumia hii chance na kukimbia pale. Kisha akakimbilia hadi mlimani na kujificha kwenye haka kakibanda. Lakini walikuwa bado wadogo. Satoshi akiwa na miaka 15 na Miki alikuwa na miaka 14. Miki akawa anafutafuta damu kwenye kidonda. Sasa ile distance alafu ni usiku na jinsia ni tofauti. Ingawa bado ni wadogo lakini walishindwa kujizuia. Mili yao ika-integrate, yani ikaitikia mitiko. Na basi wakafanya jambo. Baadaye siku Miki aliporudi nyumbani aliogopa sana. Mamake akamuuliza, "Ulikuwa wapi usiku?" Miki akadanganya na kusema, "Mama, tulichelewa leo kutoka tuition," na kukimbilia ndani haraka. Akaangalia zile picha alizozipiga akiwa na Satoshi, akabaki akismile tu na kujutia kufanya kile kitendo alichokifanya pale kibandani. Muda ukapita. Baada ya miezi miwili Miki akaanza kuhisi tofauti katika mwili wake. Kuangalia kalenda akagundua kuwa hajapata period kwa miezi miwili. Shuleni wakati wa mazoezi kidogo azimie. Baadaye akiwa darasani akisoma kitabu cha afya akaanza kukumbuka lile tukio alilolifanya. Akashtuka sana. Alipokuwa anarudi nyumbani akamwona mwanamke mmoja mjamzito anapita. Hofu ikamzidi, akatoka mbio hadi nyumbani. Kisha akaingia online na kuchukua vipimo vya mimba, yani unaulizwa maswali, unajibu yes or no. Akaambiwa asilimia kubwa anaweza kuwa mjamzito, hivyo afike kituo cha afya na kuchukua vipimo zaidi. Akajitupa kitandani na kujifunika blanketi akiwaza, itakuwaje? Baadaye babake akaja na kumwamsha ili wakapate dina, lakini Miki akakataa kabisa. Mama yake naye kwa sauti ya upole akamwomba, "Mwanangu Miki, amka tupate chakula," lakini Miki hakufungua mlango. Akafikiria sana na kuamua kuficha kuhusu ile swala la yeye kuwa na mimba. Akampigia Satoshi simu, lakini Satoshi alikuwa kila na mamake. Mamake akamwambia, "Usipokee simu, achana vibinti visivyo na maana." Satoshi akakubali kwani amelelewa na mama yake tu. Miki asubuhi akaamua kumfuata Satoshi nyumbani ili waende wote shuleni. Satoshi akafika pale na neno la kwanza lilikuwa ni samahani. Alikuwa bado mdogo hivyo hakujua jinsi ya kuyahendo mahusiano. Basi wakawa wanaenda pamoja shuleni. Miki akamuuliza, "Hivi unapenda watoto?" Satoshi akashtuka na kuuliza, "Kwa nini umeniuliza hilo swali?" Miki baadaye akamuuliza, "Ni lini unapanga kuoa?" Lakini kutokana na influence ya babake Satoshi hakuwa na mpango huo kabisa. Baadaye Miki akapiga moyo konde na kuelekea hadi famasi. Akatoa tai lake na kuzama ndani. Akafika hadi kwenye vipimo vya mimba na kukichukua kimoja. Alipokiangalia akajaribu kuangalia pesa, lakini pesa ilikuwa haitoshi. Miki akachukua kipimo na kukificha, kisha akakimbia pale na kutoka bila kutoa pesa. Haraka akaingia chumbani kwake na kujifungia. Ilikuwa ni mara yake ya kwanza kabisa kuiba. Akavuta pumzi na kuchukua kile kipimo, kisha akajipima, kwani kwa sasa hakuwa na namna. La haula, vitu vikajibu. Akatambua kuwa yeye ni mjamzito. Sasa Miki akafika hadi sehemu anayofanyia mama yake kazi, lakini akasita na kuogopa kumwambia mama yake. Akaenda kutoa nguo zake za kitoto na kisha akavalia nguo za kiutu uzima. Kisha akafika hadi hospitali, lakini nesi akamwambia, "Huwezi pata huduma yoyote kwa sababu huna kadi ya bima." Miki hakuwa na namna, akatoka pale hospitali mbio na kurudi nyumbani. Bila kumwongelesha mama yake akapita na kuzama ndani. Mama yake hakujua nini shida. Sasa kesho Miki alipoenda shule, mama yake akifanya usafi chumbani kwake, akakutana na kipimo cha mimba.
Baadaye aliporudi hakumfokea, kwa upole akaongea naye na kumuuliza, mwanangu, kuna mtu aliyekulazimisha kufanya hivyo? Miki akilia akasema, mama, mimi ni mjamzito kwa sababu kuna mtu nampenda. Mama yake ikabidi akubaliane na matokeo. Basi kesho mama yake akamchukua hadi hospitali, kisha akamwona huyu dokta ambaye ni rafiki wa mama yake tokea zamani. Hata Miki alipokuwa anazaliwa huyu dokta alikuwepo. Miki akasema, dokta, naomba unipime nina mimba, ili kumfichia mama yake aibu. Lakini dokta hakuonyesha kushangaa. Baada ya vipimo, dokta akamwonyesha mtoto wake kuwa yupo sehemu fulani. Akaanza kumwelezea kuhusu njia za kutoa mimba. Akamwambia, kwa sasa mimba ina wiki 9 na ili utoe mimba mwisho ni miezi 12 tu. Ikipita hapo huwezi toa mimba. Bana, unavyoangalia movie pia upate kujifunza baada ya masomo. Basi kwa dada zetu, kama unahitaji kutoa mimba ni miezi 12 ndio mwisho. Ukishapita miezi 12 hapo maana yake huwezi ukatoa tena mimba, na kama utataka kutoa mimba na maana utakuwa unasababisha hatari kwako mwenyewe. Basi Miki akauliza, je, naweza kujifungua huyu mtoto? Walipokuwa wanarudi, mama yake akamnasa bonge la kofi kwa mara ya kwanza kabisa, lakini haraka akamkumbatia, kwani mama ni mama tu. Nyumbani mama wa Miki akamweleza baba wa Miki kuhusu hizi taarifa. Baba wa Miki akachukia sana na kusema, ona sasa, yani mtoto tunateseka kuwasomesha, lakini ona anachotuletea. Nitaweka wapi sura yangu mimi? Akamwambia, unatakiwa kuachana na huyo mjinga haraka. Lakini Miki akasema, baba, sisi tunapendana baba. Baadaye akiwa ndani kwake akampigia Satoshi simu, lakini Satoshi hakupokea. Akamwachia ujumbe kuwa naomba kesho tukutane. Basi haraka Satoshi akafika mahali walipotakiwa kukutana. Kisha Miki akamweleza hisia zake. Satoshi pia akasema, mimi nakupenda sana. Miki alipohakikisha kuwa Satoshi anampenda, akamwambia, mimi kwa sasa nina mimba. Satoshi akashtuka, lakini Miki akasema, nataka nimtunze huyu mtoto. Vipi wazo lako? Lakini Satoshi akasema, akili yangu haipo sawa kwa sasa. Wakakubaliana kukutana kesho ili Satoshi ampe jibu. Huku mama na baba wa Miki wakafika hadi nyumbani kwa kina Satoshi na kubisha hodi. Mama Satoshi kabla ya kuwatambua akataka kuwatimua, lakini alipotambua akawakaribisha. Lakini alikuwa na tabia ya ajabu, aliongea vibaya kama vile mwanaye hahusiki na chochote kuhusu mimba ya Miki. Baba wa Miki akachukia sana, lakini hakuwa na namna, wakaamua kukubaliana na matokeo. Kwa sasa cha msingi ilikuwa ni kuangalia afya ya binti yao. Baadaye wakamuuliza, una mpango gani binti yangu? Miki akasema, nitajifungua na kumlea mwanangu. Mama yake akamwambia, wewe mwenyewe bado mtoto, utawezaje timiza wajibu wako kama mama na bado unasoma? Pia familia ya huyo kijana haijapokea huo ujauzito. Mtoto akizaliwa baba yake hatajulikana. Wakamshauri aitoe mimba, lakini Miki akakataa na kuomba siku moja zaidi ili awape jibu. Kesho akafika hapa akimsubiri Satoshi ili ampe jibu. Pembeni akaiona familia moja ikiwa na furaha, akawa na hamu sana kusikia jibu kutoka Satoshi. Lakini mara Satoshi akampigia simu na kumwambia, siwezi kuja, kuna mahali natakiwa niende, na malizana na hiyo issue ya mtoto na usahau kuhusu huu jinga. Maskini Miki akalia sana, akilalamika kwa mama yake kwa maneno aliyoambiwa na Satoshi. Akaelewa kuwa wazazi wake walikuwa na maana nzuri walipomwambia atoe mimba. Basi Miki akaamua kweli kutoa mimba. Basi leo akiwa hospitali, dokta akamuuliza, ni tayari ushaamua? Maana hii ni riski na inaweza kusababisha shida na changamoto katika uzazi wako hapo baadaye. Miki akasema ndio, kwani ndio aliona chaguo la mwisho kabisa sahihi kwa kila mtu. Basi dokta akaanza kujiandaa kwa procedure na Miki akachukuliwa hadi kwenye chumba cha kupumzika kwanza. Mama yake akampa kampani ili asiogope, lakini mara Miki akasikia sauti ya katoto kachanga kakilia kutoka chumba cha pembeni. Akajifikiria na kuanza kumwonea huruma mtoto aliye tumboni. Akamwambia mama, utanisamehe, siwezi mteketeza mwanangu. Akatoka na kukimbia nje ambapo mvua ilikuwa inanyesha. Mama yake naye akatoka na kumfuata. Kwa bahati mbaya njiani barabarani akapata ajali. Bwana Mungu Thia Sumani hakuumia sana, lakini hakuwa nawaza kuhusu hali yake, bali alimwazia mtoto wake tumboni. Aliposikia kuwa mtoto wake yupo salama, akaona afadhali. Baba yake akauliza, hivi tumekubaliana kuwa unatoa mimba wewe, nini kinaendelea? Miki kwa aibu hakuweza kumwangalia baba yake usoni. Akajikongoja pale na mguu wake mmoja ulioumia na kutoka nje. Mama yake akamweleza mume wake na dokta akamwelekeza vile vile. Kisha mama yake akamchukua na kumpeleka hadi kwenye chumba cha watoto premature ili Miki aelewe ugumu wa kujifungua akiwa bado mdogo. Akamwelezea, unaweza kupoteza maisha na utaishi maisha magumu kwa sababu bado wewe ni mtoto na unahitaji malezi, lakini pia utakuwa na mtoto ambaye naye anahitaji malezi. Hivyo itakuwa ni changamoto sana. Na hii ilikuwa sehemu nzuri ya kwanza. Ndio kwanza mambo yanaanza kuwa ya moto na yanayofuatia ni balaa. Ni story moja ambayo inafundisha mambo mengi sana katika maisha. Basi kama wewe bado ni mgeni katika channel yetu, nikukumbushe tu jiunge nasi kwa kusubscribe na kuwasha kengele notification ili upate taarifa pindi tutakapotoa
pindi tutakapokuwa tumetoa episode ya pili. Nitajitahidi kidogo kuziandaa episode mapema ili mtu msiangalie sana hadi mkasahau, kwa sababu kuna sometimes huwa kanachelewa kutoa episode, lakini kwenye hii recap nitajitahidi kidogo tumalize mapema ili twende na vitu vingine. Bana, mimi sina la ziada, naomba nikuage na tukutane katika episode ya pili. Bye bye.